Punyeto itakuaibisha tu hata kama umeacha muda mrefu, kama haujapata matibabu ya uhakika. Leo nitakusomea message za baadhi ya wateja ambao wamekuwa wakinitafuta. Huyu anasema ni kijana mwenye miaka 24, nimeathirika na punyeto, ninawahi sana kufika kileleni na ninapoteza uwezo wa kujiamini. Dokta, ninaomba unisaidie. Ujumbe wa kwanza. Ujumbe wa pili anasema, dokta, ninaomba unisaidie. Mimi ni kijana mwenye miaka 25, lakini ninajikuta ninasimamisha kwa ulegevu sana. Sasa kuna meseji nyingi za watu wa namna hiyo na wengine ambao wanapoteza uwezo wa kuwa na hisia ya tendo la ndoa. Umri ambao unaanza kupoteza hisia ya tendo la ndoa kwa sababu ya punyeto inawezekana ikawa ni kuanzia miaka 20 na kuendelea, ambapo sasa ukiwa unajichua huwa unaona ni kama unafurahia lile tendo, lakini kweli usiopingika ni kwamba unatengeneza kitu tunachoita fake dopamine chemical. Kwa kuna kemikali fulani ambayo unaipata ya furaha unapokuwa umefika kileleni, lakini kadri unavyozidi kufanya huo mchezo unajikuta unaendelea kuathirika. Kwa mfano, kipindi ambapo unapokuwa unafika kileleni kwa kujichua kwa kutumia mkono wako, kuna hewa ambayo inakuwa inaingia kwenye sehemu za mishipa mishipa ya fahamu ya kwenye uume, kwa sababu kwenye uume kuna mishipa midogo midogo sana ambayo kazi yake huwa ni kuruhusu damu kuweza kupita. Sasa jinsi ambavyo unazidi kujichua, unaendelea kupoteza hisia, sensitivity inaendelea kupotea. Kwa mwisho wa siku kunakuwa na mtiririko hafifu wa damu. Nini ambacho unatakiwa kukifanya? Very serious. Jambo la kwanza, kisha unabadilisha mfumo wa maisha kwa kufanya mazoezi, kula vizuri, epuka vyakula ambavyo vinakuwa na mafuta na vyakula vyenye sukari. Lakini vile vile unaweza ukanipigia simu kwa ajili ya kuweza kupata matibabu ya dawa moja kwa moja, kwa sababu kama umeathirika kwa muda mrefu ni lazima unahitaji kupata matibabu ya dawa ili uweze kupona. Kwa muda mrefu sana tumekuwa tukiwasaidia wanaume ambao wana matatizo katika mfumo wa uzazi na kuweza kurejesha heshima ya tendo la ndoa. Karibu sana tuweze kukusaidia.